talaka aweze kuolewa. Kama yeye hawezi kuolewa, manake Doto naye hawezi kuoa. Sasa nini maana yake? Rudi Mathayo sura ya 5. Mathayo sura ya 5, alafu some ile aya ya 31 na 32. Usikize Yesu anavyoiweka vizuri hii kitu kwenye Deuteronomy, anaielezaje. Neno la Bwana linasema, imenenwa pia kwamba mtu akimwacha mkewe na ampe hati ya talaka. Ampe hati. Anaposema imenenwa, manake ana quote Deuteronomy. It is written. Mtu akimwacha ampe talaka. Aha. Lakini mimi nawaambia. Hafu Yesu ana correct, anawaambiaje? Kila mtu amwachaye mkewe. Aha. Isipokuwa kwa habari ya washerati. Ikiwa unaacha, iwe ni kwa washerati. Kama sio washerati, sikiliza Yesu anavyosema. Amfanya kuwa mzinzi. Wamfanya yule mama kuwa mzinzi. Na mtu akimwoa yule aliyeachwa azini. Frank alipomchukua asiseme nimemuoa. Anafanyaje? Anazini. Ndio maana kwenye Deuteronomy alisema amekwishatiwa unajisi. Kwa sababu hajaachwa kwa sababu ya zinaa, ameachwa kwa sababu ameona neno ovu. Sasa kuna kitu cha muhimu sana, naomba ukisikilize pale. Anasema hivi, Doto amemwacha akampa talaka. Lakini ground ya ile talaka sio zinaa. Yesu amesema amemfanya mzinzi. Mnaelewa maana yake? Maana yake ni kwamba dhambi za nani yule? Dhambi ya nani ile? Laina ya kuolewa hapa Biblia inasema ni zinaa. Nani inahesabiwa kwa Doto? Sio kama mmenielewa vizuri. Nani amemfanya yule kuwa mzinzi? Ni Doto. Amfanya kuwa mzinzi. Kwa hiyo ndio maana ukisikia watu wanasema bana, tuliachana naye, tulipeana talaka mahakamani, tukagawana mpaka nyumba na kila kitu. Kila mtu ana maisha yake. Ukimuuliza mwanamke anasema tuliachana tu vizuri, kila mtu ana maisha yake. Halafu anasema sasa tulipoachana mimi nilipata bwana mwingine, alafu baadaye na yeye akaoa. Maana kila mtu alikuwa na talaka. Yesu anasema, usije ukasema huyu ni mke wangu. Sema huyu ni mzinzi mwenzangu. Jitambulishe hivyo kwa ndugu na jamaa. Huyu ndo tunaziniga naye kwa muda wa miaka hiyo. Asanteni sana mnaporudi kuketi. Karibuni kwa swali. Kwa sababu hiyo ni part 1, part 2 tutakuja. Nyosha mkono kama una swali au una swali, njoo tu hapo. The marriage of marriage. Umbali wa ndoa. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya kwanza. Kesho tutakuwa na sehemu ya pili. Bwana ni mwema wakati wote. Bwana ni mwema. Mimi hapo nina swali. Kama ulivyotolea mfano hapo, yule mume wa pili akamuoa. Alafu sasa ile dhambi ya uzinzi ambao amepata kwa yule mwanamume wa pili, inahesabika kwamba yule mwanamume wa kwanza aliyomwacha ndo ameibeba ile dhambi, ndio kamsababishia zina. Hasa kwa nini asiolewe tena na anakuwaje najisi tena? Amekuwa najisi, alikuwa nazini. Ndio Biblia inaeleza kwamba amekwisha tiwa unajisi. Tafsiri yake ni kwamba ameshachafuka. Wewe ulishamchafua. Maana yake ni kwamba baki hivyo hivyo mpaka Yesu aje au kifo. Kesho tutakuja kuangalia. Kwa sababu kesho tutakuja kuingia kwenye hiyo kitu, tutakuja kueleza, Biblia itakuja kueleza. Kwa hiyo ndio hicho kinachotokea. Kuna maswali hapa tena kidogo. Haya. Wenye maswali bunjoeni tu haraka hapa. Alafu nitawapa dakika hizi hapo. Muda wangu umeisha, lakini nitawasikiliza. Joeni hapa.
hii hapa. Okay. Bwana ni mwema wakati wote. Mimi mchungaji, nimepata swali hapa. Tuchukulie mfano nimempenda huyu dada, nikamuoa. Lakini tumekaa kwenye ndoa, pengine tuka undergo collapse ya kiuchumi. Akaona, bwana wewe, mimi sikutaki. Mimi sijalizia kumpa talaka au kuachana kabisa, sitaki, ila yeye akang'ang'ana kwamba mimi sikutaki. Mwisho wa siku nikakubali, kwa sababu ndoa uwezo kumlazimisha mtu. Nitafanyeje? Niendelee kukaa hivyo hivyo bila kuoa au nioe? Kesho tutasikiza Biblia ikitoa majibu hayo. Wewe hujasababisha, uchumi ndio umesababisha, sijui. Tutakuja kusikiliza Biblia itakavyosema. Kesho utasikiliza Biblia. Naam. Asante. Mimi nina swali kwa hawa wanandoa wawili ambao walikuwa wameoana na baadaye mume akamwandikia mke taraka, mwanamke akawa ameondoka, wameishi hivyo wote, hawakubahatika kuoa wala kuolewa. Je, wanaweza tena wakakaa wakaja wakakubaliana wakarudiana na maisha yakaendelea? Kesho. Jibu ni sahihi. Jibu ni sahihi. Tutakuja kuona Yesu anawaambia tena, atawaambia msirudie ujinga. Kesho. Kesho tutakuja kuona. Ni kweli wanakubaliana, wanakubalika kurudiana. Na wataambiwa na Mungu msirudie ujinga tena. Swali langu ni kwamba hapo hivi tumejifunza kwamba alichounganisha Mungu mwanadamu asitenganishe. Lakini tunaona kwamba huyu Musa alikuwa ni kiongozi ambaye kiukweli alikuwa akiwaongoza hawa watu wa Mungu kwenda vizuri. Sasa kwa sababu ya ugumu wa mioyo ya hawa watu akaruhusu kuwapatia talaka. Na yule ni kiongozi ambaye ni wa Mungu na anajua kabisa Mungu ameruhusu kwamba hichi kitu kisifanye nini, kisitokee. Je, kwa mfano mimi sasa tuseme hiyo talaka, huyu na mwenzi wake wamefanya nini? Wamekosana. Ukaja kwenye mchungaji kwamba yeye anakuja kufanya nini? Kutoa talaka katika. Je, hicho kitu ni sahihi? Musa hakufanya kwa sababu amefanya, ni Mungu aliyemwelekeza cha kufanya. Na kwa nini? Haikuwa kwamba wametenganishwa, ila ilikuwa thibitisha ugumu wa moyo wako. Kwa hiyo unauthibitishaje? Andika, alafu mpe, alafu fanya nini? Kwa sababu gani? Walikuwa wanakaa ndani ya ndoa, wanafanya vituko kule, lakini watu hawajui huku huyu anaumia na nini. Sasa sema, si uthibitishe kwamba moyo wangu umepata ugumu. Musa hajawatisha kwa sababu yoyote ile, ila ilikuwa amewapa thibitisheni moyo wangu ni mgumu. Kesho utakuja kuona sehemu ya pili. Pastor, mimi na swali kwamba kama ndio ni kweli mwanaume amemkuta mwanamke akiwa anazini au akiwa anafanya uasherati, akamwandikia talaka na akamkabidhi, anaweza akatoka akaenda kuolewa tena kwa mara nyingine? Huyo pia sasa anaenda kuolewa. Huyu mwanamke aliyepewa talaka kwa sababu amekutwa akiwa anafanya uasherati. Utakuja kuangalia kwamba hapana. Kesho hiyo tutakuja kuangalia hiyo. Kwa sababu akifanya uasherati alafu baadaye apewe taraka alafu aende aolewe tena, basi manake mtu akifanya uasherati atakuwa ni process ya kwenda kuolewa tena. Na Mungu ameieleza vizuri upande huo. Leo ilikuwa ni sehemu ya kwanza. Naam. Mimi na swali kwenye hii dhambi ya uasherati. Ni kwamba mwanamke peke yake ndiye anafanya uasherati au